Naitwa Nancy Mbai. Tuko bunge la mwananchi hapa Nakuru County. Jambo la kwanza inafaa tunamshukuru Mungu, maana yeye ndio ametuwezesha tukafika siku ya leo, tunapumua na tunaongea tunavyoongea saa hii. So jambo langu la kwanza, mimi nataka kuambia hawa wazee, nyinyi wazee muache kukufisha azima ya Gen Z. Maana sisi tumeona ya kwamba sasa Gen Z wamefunguka macho na wameamuka na wanaangalia hii wazee mahali wanawaelekeza si mahali pazuri pa kusema ya kwamba eti tutakaa tu pale kwa ile shimo ile wameweza kutuzika na wanataka kuendelea kutuzika mpaka tusaulike. No, sisi kama wananchi wa Kenya tunasema ya kwamba nyinyi wazee, endeni tu nyumbani polepole, mfanye nini? Mpumzike. Sasa hii ni wakati ya Gen Z. Nyinyi mko na retired. Nyinyi ni retired. Endeni mkule polepole ya nini? Ya uzee. Wachieni Gen Z uwanja. Sasa hivi hakuna vile mtakuja mtuambie eti nyinyi kama wazee Gen Z wakuwe nyuma yenu. Naye iwezekani. Hiyo ni munataka kutukufisha. Yani convincing. Yes, munataka kuconvince Gen Z waendelee kufanya nini? Kubaki pale. Hiyo nayo tumekataa kama sisi Gen Z. Maana mimi nimeona runinga leo, ilikuwa mjadala ya Gen Z na millennials. Gen Z wanasema kama sio sasa hivi, mimi sioni kama kuna wakati mwingine. Wamesema hivyo. Wamesema ya kwamba eti wazee wanawaambia sijui wangoje kidogo. Gen Z wamesema hakuna kungoja. Wao wamekula yao, wameshiba, wametosheka, wafunge virako, wafanye nini? Waende nyumbani. Hii ni wakati yao ya Gen Z kukomboa nchi yetu ya Kenya. Maana wanawanyanyasa. Wanapoingia kwa uongozi, hawajali hii Gen Z. Hebu angalia uongozi ya sasa ambayo iko saa hii. Hebu muniambia kama kuna Gen Z pale. Hakuna Gen Z hata mmoja. Na uongozi iko sasa hivi. Wanaangalia yule kiongozi alienda retired yule mwenye ako na pesa. Huyo ndo wanamchukua, wanafanya nini? Wanaingiza kwa serikali. Maana yeye ako na pesa, aingizwe kwa serikali apate uongozi pale, aendelee kufanya nini? Kuchachia pesa pale. Na wananchi huku chini wakiendelea kufanya nini? Kuhangaika. Maskini huku chini wakiendelea kufanya nini? Kuhangaika. Hiyo kama sisi wananchi wa Kenya, kama Gen Z, hatutakubali hilo. Naongea about huyu Samoei wa Ruto. Yeye alipo campaign alikuwa anasema ya kwamba bodaboda wa mama mboga ndio watakuwa mstari wa mbele. Sasa mimi nataka niulize wananchi wetu wa Kenya, hii uongozi ambayo iko saa hii, wanionyeshe bodaboda na mama mboga ambaye amewezwa kuchukuliwa akaandikwa kazi kwa CS hata mmoja wa Ruto, ama kwa serikali ya Ruto, ama serikali ya UDA. Kama kuna hata mmoja, watuambie ama watuonyeshe.
Sisi hatutakubali jambo kama hilo. Mimi nataka kuongea kwa Sifuna about Sifuna mkutano ya kesho. Mimi nilimsikia Murkomen alisema ya kwamba eti mkutano ya Sifuna ile yenye ilikuwa ya Kitengela ati hawakuarifiwa. Pole sana. Sisi kama wananchi wa Kenya tuko na katiba, tunafuata katiba, tuko na kujieleza. Hakuna vile utakuja kutuambia hamkuarifu. Kwani mtakuwa hata mtu akitaka kwenda kwa choo mpaka muarifiwe? Yaani chochote mwananchi wa Kenya akitaka kufanya mpaka muarifiwe. Sisi ni wa Kenya, mpaka tufanye kile tunataka, na tukitaka kuongea mpaka tuongee, sababu katiba inatupea okay. Mkutano ya kesho ya Kakamega, Sifuna amesema ya kwamba ashawaarifu. Hiyo nimesikia asubuhi leo kwa news. Mshaarifiwa kama nyinyi serikali, mnaona nyinyi ni serikali, mumearifiwa mkutano ya kesho. Muachane na mkutano ya kesho, ifanywe na amani, bila tear gas, bila risasi. Itakuwa ni okay na itakuwa vizuri kwenyu, kwa nyinyi serikali. Maana mkituma pale tear gas, risasi pale, itaonekana ya kwamba ni nyinyi ndio wachokozi kama serikali. Mkutano ya upinzani, maana election imefika. Sasa ni wakati gani hiyo? Hiyo ni wakati gani? Mnasema sasa hivi mnafungia upinzani wasifanye mkutano. Wasifanye mkutano yeyote. Ruto tu ndio atafanya mkutano peke yake. Aje sasa. Hebu mtuambie kwa urefu ndio tujue. Kampeni imefika. Na inafaa viongozi wote wanataka kuwania viti watoke nje, waongeleshe wananchi. Ndio tujue ni nani tutachukua hiyo 2027. Sisi hatutaki maneno ya vitisho hii nchi yetu ya Kenya. Tunataka vitu vifanye kwa amani, ikuwe serikali, ikuwe upinzani. No, wengine kutishia wengine. Mkutano ya Western ya kesho, mimi ninataka kuambia we Fernandes Baraza, chunga ulimi yako. Huwezi pika ndugu yako. Huwezi ambia Sifuna ati utaki mkutano ya kesho huko Western.